Bana, kwenye mijadala mingi ya masuala ya mpira kwenye ligi nyingine unakuta kuna mchezaji ambaye wakimwangalia yeye wanaona ndo taswira ya ile ligi. Kwa mfano ukiangalia La Liga unaiona taswira ya ile ligi, unamuona Messi na Ronaldo. Tuseme Ronaldo zaidi anaonekana akiwa na kikosi cha Real Madrid, lakini kwa La Liga bana, mimi ninamuonaga sana ni Messi. Ile taswira ya La Liga amebeba zaidi Messi. Ukiangalia La Liga tuulizia tu La Liga, unajua mchezaji fulani hivi ndo aliyecheza muda mrefu pale na aliyekuwa na mafanikio mengi zaidi alikuwa na kwenye ile ligi ya La Liga. Ukija kwenye ligi ya Uingereza, japokuwa wengi wametoka Man U pale, unaweza kusema Roy Keane, unaweza kusema huyu ndo kidogo na taswira, japokuwa hakuwa na ule uwezo mkubwa sana ambao ulimfanya kwamba yeye aonekane ni mzuri sana kwenye swala labda la kufunga kwenye uchezaji wake, japokuwa alikuwa ni defense midfield. Labda unaweza kusema Lanshira kutokana kama yeye ndio mfungaji wa muda wote wa ligi kuu ya Premier League. Kwa sasa hivi kiulizwa taswira ile ligi, unasiku utasema Mohamed Salah. Salah amekuwa na mwendelezo mzuri zaidi kwenye zaidi ya misimu 6. Amekuwa kama ndo amebeba ile taswira ile ligi. Sasa hivi hapa kati ameingia Erling Haaland, mwisho siku akija kuondoka Salah na hisi Haaland atakuwa na ile legacy na atakuwa sura ya ile ligi. Kuja hapa Bongo bana, taswira ya ligi yetu muda mrefu sana na itabaki kuwa ndo mchezaji bora muda wote kwenye aliyowahi kupita kwenye ligi yetu, ambaye mpaka kesho nahisi rekodi yake itabaki pale pale. Rekodi yake sidhani kama itakuja kuvunjwa kirahisi. Sio mwingine ni John Raphael Bocco. Bocco alikuwa ni mshambuliaji ambaye amecheza timu 3 mpaka sasa hivi, ambaye kwa sasa hivi ni kocha wa timu ya vijana ya Simba. Alicheza maisha yake ameanzia akiwa Azam, akaenda Simba ambapo Simba ndio alitengeneza ufalme wake zaidi akiwa kama kapteni, akaenda JKT ambapo ni kama ndo alikuwa anamalizia soka lake. Sasa hivi ndo amehamia kwenye kocha akiwa kama kocha wa timu ya vijana ya Simba. Bocco bana ameweka rekodi kwamba yeye ndo mchezaji wa kwanza amefunga magoli 100+ kwenye ligi yetu. Hakuna mchezaji mwingine aliyewahi kufunga magoli 100 ndani ya ligi. Hata na mashindano mengine yote, yeye amefunga tu ndani ya ligi. Kwa hiyo rekodi naamini itakaa miaka na miaka. Na sidhani kama kuna mshambuliaji mwingine atakaye kuja kukaa hapa au atakayepita katika ligi yetu na akafanikiwa kufunga magoli 100 ndani ya ligi yetu. Sidhani, labda kwa generation hawa vijana wadogo ambao wengi hawana muendelezo mzuri, unakuta akafunga goli 10 leo, msimu ujao akafunga goli 2. Yaani anakuwa hana ule muendelezo kwamba kiwango chake kinakuwa ni cha kupanda kila siku. Hapana. Wachezaji wengi wana viwango vya kawaida sana. Anaweza akang'aa msimu ujao akapotea kabisa, akang'aa mwezi ujao asionekane kabisa. Kwa hiyo mpaka sasa hivi, na mimi sio mpaka sasa hivi, naamini mpaka hata miaka 5 ijayo, rekodi ya Bocco kuwa mchezaji wa muda wote ndani ya ligi kuu ya Tanzania bara itaendelea kuwepo, na naamini itaendelea kwa muda mrefu sana. Mchezaji ambaye kwanza kufunga magoli 100 ndani ya ligi sio kitu kidogo kabisa, na inaonyesha kwamba ni namna gani alikuwa ni mfumanianyavu, namna gani alikuwa ni mchezaji hatari, na sio kwamba ni mchezaji ambaye alikuwa anategemea sana kulishwa. Hapana, ni striker ambaye alikuwa anatafuta, anakuja chini, anashuka, anachukua mpira, anapandisha mashambulizi, anatengenezea wengine. Yaani ilikuwa ni miongoni mwa striker ambao mimi naamini kwenye ligi yetu alikuwa wamekamilika. Striker ambao sio kwamba ni binafsi, hapana. Alikuwa anataka hadi na wengine washinde, alikuwa anataka wengine nao wafanye vizuri zaidi. Kwa hiyo bana, mimi mchezaji wangu wa muda wote, na naamini sio kwangu mimi tu, kwa watu wengi kwenye ligi yetu watakuwa ni John Raphael Bocco Adebayo. Asanteni.